sadaka za kinywaji hili wapate kunikasirisha mimi. Ati wanaosherekea Christmas wanakasirisha nani? Mwenyezi Mungu. Haya, wewe endelea kusherekea. Wanaosherekea Christmas, jueni kesho hiyo sherehe ni ya njambazi. Ya kwanza jambazi, ya pili anaitwa Queen of Heaven, Malkia wa mbinguni, na wapate kumkasirisha. Ndio naona mtumishi. Ndio mwalimu. Andiko mbili alafu nimalize. Ndio. Watu leo wamejiandaa kwa sherehe hiyo kabisa. Wakuli Pasaka. Na wengine wakikula Pasaka wanakula vibaya. Ndio. Wananunua mikate ya boflo, hiyo imetiwa chachu kabisa. Wananunua soda Raibena, hizo ni chemical. Yaani unaambia Yesu, damu yako ni ya dhambi. Mkate wako ni ya dhambi. Mungu alisema vitu zinane, kama ni mkate inaandaliwa, ni ngano inatengeneza chapati ambayo haina mafuta hata kabisa. Inatengeneza juice, wine ambayo watu wanakunywa ni mzabibu isiyotiwa chachu, ambayo haijatiwa chachu. Lakini leo watu wanakula vibaya. Wanaikula vibaya. Na cha ajabu ni hii, kuna viongozi hawataki watu waende mbinguni kabisa. Kuna watu wanapewa sakramenti, si ndio? Ndio. Hebu Mathayo 26:26. Unataka nikuambie kitu leo utashangaa. 26:26 Mathayo. Kitabu ni Mathayo. Kuna ule ambaye anasimama vizuri, anasoma andiko, anasema na Yesu aliposimama akautoa mkate akaumega, alafu akashukuru akasema, hii ni agano jipya ndani yangu, kunyweni ama kuleni. Watu wanakula. Anafika kwa wine, anasema na kikombe hiki ni damu iliyomwagika kwa ajili yenu, nyweni nyote kwa ukumbusho wangu. Ngoja usikie watu wao wanakunywa ni wagani. Maandiko inasema nini? Maandiko inasema ndio. Na walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema nini? Twaeni mule. Watwaeli mule mkate, akawaambia twaeli mule. Endelea kusoma. Huu ndio mwili wangu. Huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, alafu akawapa, akasema nini? Nyweni nyote katika hiki. Kwa nini? Kwa maana hii ndio damu yangu. Ati nyweni nyote. Alafu unaona Father amesimama, mkate amewapatia, si ndio? Kwanza wanawekewa kwa ulimi, amewapatia. Anapofika kwa divai ama kwa damu, anasema nyweni nyote, alafu yeye ndiye anakunywa. Yeye ndiye anaitwa nyote. Watu wengine wao wamekula mkate, alafu Father peke yake ndiye anakunywa wine, anakunywa hiyo msabibu, anasema ati nyweni nyote. Yeye ndiye anaitwa nyote. Labda unajua watu wanachezewa akili kwa hii makanisa na hawajajua. Na swali tunauliza 57:3 kwanza, Isaia. Ni nani aliwaambia ya kwamba muende muwekewe kwa ulimi? Nani aliwaambia? Kwanza mtumishi, wanaotengeneza sakramenti ni Muhindi. Ndio mwalimu. Sakramenti zinanunuliwa kwa duka ya Wahindi. Muhindi ndio anatengeneza sakramenti. Muhindi anaomba ng'ombe. Kama mtu anaomba ng'ombe, atakutengenezeaje sakramenti hapa inamtukuza Yesu? Hapo sasa. Watu wajiuliza swali. Muhindi anaomba ng'ombe, sakramenti tunanunua kwa Muhindi aje? 57:3 wa Isaia. 57, kitabu ni Isaya mstari wa 3 inasema, ndio. Lakini ninyi karibuni hapa. Nini? Enyi wana wa mwanamke mchawi. Nani? Uzao wa mzinzi na kahaba. Twele. Mnafanya dhihaka yenu juu ya nani? Twele. Mmepanua vinywa vyenu na kutoa ndimi zenu. Ati wamepanua vinywa zao na kutoa ndimi zao. Nani aliwaambia ati mnapanga line? Unawekewa sakramenti. Unatoa nani alisema? Nani aliwaambia?
Na leo hivyo ndio watu wanafanya. Wapendwa, Yesu ameweka wazi ya kwamba usipoula mwili wake na kunywa damu yake, wakati anakuja kufufua waliokufa ndani ya Kristo, usijihesabu. 7:15 alafu tuombe. Mathayo. Ni Mathayo 7. Nataka nikuambie kitu moja. Wapendwa, tunapaswa kufuata Biblia, si watu. Leo mapasta wengi wamekuja, hawana haja na nyinyi kuenda mbinguni, wana haja na mshahara yenu. 7:15 inasema nini? 7:15 inasema, ndio, jihadharini na manabii wa uongo. Yesu anasema tujihadhari na manabii wa uongo. Watu wanaokuja wamevalia mavazi ya kondoo. Wa kwanza wamevaa mavazi ya kondoo, twende. Walakini kwa ndimi zao ni mbwa mwitu. Kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Aya, twende. Mtawatambua kwa matunda yao. Hawa mtawajua. Mtu yoyote ambaye afanyi kile Mungu anasema, unamjua tu kwa matunda yako. Wasema wewe matendo yako ni mbaya. Kwa nini hatukuli Pasaka? Na Yesu anasema tukule Pasaka. Kwa nini hatubatizwi kwa maji mengi? Na Yesu anasema tubatizwe kwa maji mengi. Ni wewe ufanye nini? Uchaguzi. Matendo ya Mitume 5:29 alafu tuombe. Ni 5:29 inasema hivi. Biblia inasema kwamba Petro na mitume wakajibu wakisema imetupasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Hiyo ndio jambo lituko nalo sisi. Kazi yetu ni kumtii Mungu kuliko wanadamu. Mungu aweze kuwabariki. Amen. Tusimame kwa ajili ya ombi. Mungu aweze kuwabariki. Wacha neno la Mungu likae imara ndani yetu. Wale ambao wako na stress na wanajiandaa Christmas, muelewe huyo si Yesu. Hata kama utachinja ukule, elewa si Yesu. Ibada hiyo si ya Mungu kabisa, na Kristo haitambui. Na Yesu anataka tujue injili yake na tufuate ukweli wake. Tunaomba. Baba na Mungu Mwenyezi, tunashukuru sana kwa uwepo wako. Endelea kukaa pamoja nasi na kutuongoza na kutufunulia ukweli utokao katika maandiko matakatifu. Watu hawa ni wako wanaoisikia sauti hii, zidi kunena pamoja nao. Mapenzi yako yatimizwe siku zote, maana hili ndio ombi letu kwa Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amina. Mungu aweze kuwabariki. Kubweye, karibu kwa wimbo.